Na kuna bwana mmoja juzi alikuja ofisini kwetu, mashaallah, ni katika ndugu yetu. Baada ya majambo mengine, lakini mwisho akawa anatuuliza maswali. Moja kati ya maswali aliyotuuliza ni kwamba hivi ni kweli ustadhi, kuna mali za mizimu? Mwana swali hilo. Yule ndugu alituuliza kwamba hivi ni kweli ustadhi, maalimu, hivi kweli kuna mali za mizimu? Maana nasikia watu na waona mitandaoni huko wanasema kwamba bwana na mali za mizimu yule, fulani bwana mali zake za mizimu, fulani bwana mali zake hivi, simuone yule bwana pesa za mizimu zile. Hivi ni kweli haya mambo ustadhi? Na nikasema jibu lako shekhe, nikawa nimemjibu, lakini nikasema kwa faida zaidi inabidi nifanye video ili tupate kunufaika wote kwa pamoja. Jibu ni kweli shekhe, mali za mizimu zipo mali za mizimu na zipo kwa namna ifuatavyo, na inaitolewa ufafanuzi. Kuna namna ya kwanza mali za mizimu kwamba kwanza mizimu ni katika wale wazee wako au wazee wenu wale waliokwisha kutangulia nyuma. Ina maana katika babu au bibi na wengine katika ukoo wenu, wale waliokwisha kutangulia baada ya kuwa wameshafariki. Sasa ile ndo mizimu yenu, ina maana wale wazee wenu. Kwa hiyo mali za mizimu ni kweli zipo, lakini zipo kwa namna ifuatavyo. Namna ya kwanza kwamba unaweza wewe ukawa unapata njozi, sawa, katika usingizi wako unaweza ukawa unapata ndoto kwamba ndoto hizi unapewa na mizimu yenu, mizimu ile ya asili, kwamba bwana wewe nenda mahala fulani kijijini kwenu, mahala fulani au sehemu fulani, sisi mwaka fulani tulipata kufukia mali pale, tulipata kufukia dhahabu, tulipata kufukia fedha, tulipata kufukia rubi na nini na kadha na vitu kama hivyo. Hapo ukawa umepata zile njozi kweli bwana. Baada ya kuwa umeshaamka, ukawa unakumbuka kile ulichoambiwa katika ile ndoto yako, ukawa umekwenda kweli, ukapanda gari ukaenda mpaka huko kijijini, pengine hiyo sehemu ulioambiwa ama ulioiona kwenye ndoto, pengine kwa sasa hivi imekuwa sio makazi ya watu au sio mahala ambapo watu wanapita, labda umekuwa msitu. Pengine kama ni ile miti ambayo uliiona kwenye ndoto ukawa umeiona tena, lakini ikawa imezongwa na ghasia nyingine na miti mingine na majani, yani pamekuwa pori. Na ukawa umekwenda ile mahala, ukawa umejaribu kuangalia zile alama zote ulizoambiwa kwenye ndoto, ni kweli. Kama ni kuchimba uliambiwa, ukajaribu kuchimba kweli, chini ukazikuta zile mali. Hizo ndio mali za mizimu. Kwa hiyo ukazikuta zile mali, ukazichukua vizuri, ukazifanyia mpango wa kuziuza, pengine ukapata pesa. Hizo ndio zinaitwa mali za mizimu, pesa za mizimu. Na pesa zile zikawa zimekufaa wewe katika majambo yako, pengine ukawa umejenga majumba, umenunua pengine magari, ama umefanya kadha, umefungua maduka huko mjini na nini na vitu vingine, lakini yote kwa yote kwamba ukawa umejiboresha kimaisha. Hizo pia ni mali za mizimu. Sawa, Tayib. Lakini namna nyingine ya mali za mizimu kwamba wewe ukawa unapata ndoto, ukawa unaambiwa katika ile ndoto kwamba bwana wewe, kwa hivyo ulivyo wewe unatakiwa, asili yetu sisi, wewe ufanye biashara kadha, ama wewe usome masomo fulani ndio utafanikiwa, au wewe fanya jambo fulani, au nenda mahala fulani kafanye biashara fulani. Kweli ukawa unaifanya ile biashara ambayo umepata katika ndoto, hatimaye ukawa umefanikiwa kupitia ile biashara ulioambiwa katika njozi. Hiyo pia inaitwa ni mali ya mizimu. Sio lazima upewe pesa kama pesa au dhahabu kama dhahabu. Unaweza ukapewa hata maelekezo, au pengine nenda bwana kwa mtu fulani,
mtu fulani yule nyumbani kwake ana kadha, nenda pale kamuulizie kuhusu vitu fulani. Kweli ukawa umekwenda ukaonana na yule mtu akawa amekupa maelekezo juu ya mambo fulani fulani fulani, hatimaye ukayafanya yale mambo, kama ni biashara kama ni pengine ni jambo fulani lolote lile, ukawa umejikuta umejikwamua kiuchumi tofauti na ulivyokuwa mwanzo. Hizi zote pia ni katika mali za mizimu, ni katika pesa za mizimu, ni katika mafanikio yanayotokana na mizimu. Kwa hiyo haya mambo kweli ya mali za mizimu, pesa za mizimu na vitu kama hivyo hapo ni kweli na ni yapo. Nikawa nimempa jibu yule ndugu yetu, nikasema hili si vibaya pia nikashare na ndugu zangu nyingine, mkapata ndugu zangu wengine mkapata kufaidika. Wabillahi.